Ndivyo hali ilivyokuwa leo katika jiji kuu la Nairobi baada ya wananchi kujitokeza barabarani kupinga hatua ya kupandisha kwa bei ya mafuta, hali ambayo imesitisha shughuli nzima ya usafiri katika maeneo nyingi hapa nchini. Mimi naitwa Geoffrey Shitundu, nimetoka mtaa ya Kakamega na naishi Nairobi, Takoreti South. Na tumekoma kwa sababu ya mafuta iko bei ya juu sana na imetuma kila kitu imeongezeka. Hakuna benye tunaweza survive, tunashindwa kumind maisha. Kucheza mpira. Sasa hatujui tukue waizi ama tufanye nini ndio tuweze kukula. Tunaomba huyu Kasongo aende nyumbani mapema sana. One time. Hali sawia iliyoshuhudiwa katika jiji kuu la Nairobi ilishuhudiwa pia katika kaunti ya Nakuru, wakazi wakisalia manyumbani na kukosa kufika kazini, baadhi yao wakiamua kutembea kuelekea mwendo mrefu ili kufika kazini. Mimi ni mkaji wa Kitengela na nafanya kazi upande wa Nairobi. Asubuhi kuamkia kuenda kazini imeshindikana. Angalia kamera. Kwanza asubuhi imeshindikana mpaka saizi. Hatujaenda kazini mpaka saizi. Sasa hali hivyo tu tunashinda tutafanya namna gani ndugu yangu, imeshindikana kabisa. Kazini ni kama kawaida, nilikuwa nafikiria kazini ni kama kawaida tu, lakini kutoka asubuhi kwenda mahali tunachukua magari tukapata hakuna magari na imeshindikana kutoka hata kwa nyumba. Sasa ndio maana tuko hapa kwa barabara. Tunasema ikiwezekana pia serikali yaangalie mambo ya mafuta. Hiyo mambo yote ni mafuta imeleta hii shida yote. Watu maana hatuwezi fanya kazi kama price ya mafuta imepanda namna hiyo. In short, inamaanisha sasa hii shida yote tumeletwa ni mafuta, na tunaomba pia serikali yaingilie hii maneno. Watu treat kama wananchi, maana sisi ndio tuliwapea kazi na sisi tuliwachagua. Kwa nini watuumize? Na sisi kama mafuta yanapanda 200 na 240 something, hakuna mali tutafanya biashara. Watu angalia, at least watupunguzie mafuta je. Sisi ni binadamu, pia sisi tuna familia, tunalea, na wakifanya namna hiyo sasa kutoka asubuhi hatuna kazi, sasa tunarudi nyumba kwa nini? Mtu mmoja alipigwa risasi na kuaga papo hapo katika kaunti ya Nakuru alipokuwa akiandamana kupinga kupanda kwa bei ya mafuta, hali ambayo imekashifiwa na viongozi kutoka maeneo mbalimbali kutokana na hulka ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi hasa nyakati za maandamano. Ni hivi majuzi ambapo waziri wa kawi hapa nchini Opiyo Wandayi alimkashifu kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kutokana na semi zake kuwa serikali ya Kenya Kwanza imepandisha gharama ya Mkenya, hali ambayo inamfanya Mkenya wa kawaida kuwa na hali ngumu ya maisha. Lakini ile jambo lilinikera jana usiku. Wacha niseme hivi nikiwa hapa Rwanda. Mimi siku hizi sipendi kusema mambo ya siasa. Lakini huyu bwana wa Munyoro, mnamjua huyu mtu? Huyu jamaa ambaye alifutwa kazi na wakina Maungu, si ndio? Wewe bwana wa Munyoro ulishindwa kazi na ikalazimisha bunge ikufukuze kazi. Bunge la Taifa, National Assembly and Senate sacked you for having failed in your duty. Sasa jana usiku, kwa sababu yeye ni muoga, alikuwa anatoroka sije anaenda wapi? Ating'amu. Alafu anasema uongo. Mimi ndio waziri wa hii wizara. I am the cabinet secretary in charge of energy and petroleum. Kama kuna issue concerning this docket, he should face me. He should face me. He was a one-term MP. Yeye alinipata bungeni 2017. Akafanya kazi kwa bunge.
Wakati rais hayupo nchini, huku Wakenya wakiandamana ili kupinga kupanda kwa bei ya mafuta, swali ni je, hali hii itaendelea hadi lini? Nikiripotia idhaa ya TV47 kutoka jiji kuu la Nairobi, jina langu ni Akida Simsim.